31 pale msikilizaji, na ndio hivyo basi tunazidi kuendelea mbele hapa katika mpango mzima wa msepetuko wa jioni, na basi waziri mwenyewe yuko ndani hapa. Karibu sana waziri. Asante sana. Yes. Sasa songelea microphone kidogo. Sawa, niko sawa kabisa. Hapo sasa vizuri kabisa, naona unasikika vizuri. Karibu sana studio za Mwanedu FM. Asante sana, ninashukuru sana Mwanedu FM. Yes. Kwa kuweza kujumuika nani siku hii ya leo ama jioni hii ya leo. Okay, habari ya kazi by the way? Kazi inaendelea vizuri. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Yes. Siwezi kulalamika. Okay. Yes. Mungu ni mwema kila wakati. Yes. Okay. Sawa kabisa, kama ulivyosikia pale ni waziri mwenyewe wa elimu hapa kwenye kaunti ya Taita Taveta. Na waziri, kuna mambo mengi sana ambao hasa unajua tukiwa hapa huwa tunapata maoni ya kila mtu. Yes. Maoni ya kila mtu, unapata huyu anaongea hivi, mwingine anaongea vile. Mambo ni mengi sana, Yes. Lakini kwa sababu huko hapo utaweza kutujibu mambo hayo ambayo tumekuwa tukiuliza, na hasa mwelekeo uko wapi katika hasa wizara ama katika hii department hii ya elimu na mambo kama yale. Okay. So kabisa kwanza kuna hili swala zima la, unajua tukijua kuongea mengi tu, kuna masuala haya ya VTC na masuala ya basari na kadhalika. Lakini kuna swala moja ambalo wengi wamekuwa kiuliza sana na majibu hawajaiyapata. Yes. Kuna utekelezaji wa mfumo huu wa CBC. Najua kabisa ni mambo ya national government, lakini katika huku chini lazima tuukumbatie kabisa. Na hasa umekuwa sana na changamoto nyingi sana. Wazazi wengi wamekuwa kilalamika gharama ya kufanikisha mtaala huu, na hasa mambo ya vitabu na mahitaji mengine hasa yale kimsingi. Na tumeona walimu wengi hasa wa primary wakipelekwa kufundisha katika hizi shule za junior secondary na kadhalika. Ndio tukajua kabisa ni mambo na national government, lakini pia kama wizara sijui swala hili pengine maweza kulibeba kivipi kuhakikisha kwamba hizi changamoto ndogo zinazoibuka hasa katika utekelezaji wa huu mtaala zinaweza kusuluhishwa si kwa wazazi tu, lakini pia kwa shule mbalimbali ambazo ziko kwenye kaunti ya Taita Taveta. Okay. Yes. Asante sana kwa swali hilo. Na kabla sijalijibu, ningependa nikaweze kujitambulisha kwa wasikilizaji wa Mwanedu FM. Okay. Jina ni Gloria Wavuda Monikombo. Ni waziri wa elimu kwa kaunti yetu ya Taita Taveta. Na ni kwa neema tu, na pia kwa sababu ya kuonekana na governor wetu His Excellency Andrew Mwadime. Kwa department yetu ya education ama ya elimu, nitasema kwamba kwa ile tunaita fourth schedule ya Constitution of Kenya, kuna levels za education ambazo county governments wanaangazia. Na kwa upande wa county tunaangazia pre-primary education, ambapo hapo ndo tuko na zile ECD centers. Kitambo zilikuwa zinaitwa nursery schools, alafu tuko na zile kitambo zilikuwa zinaitwa village polytechnics. Siku hizi ndo hizo tunaziita vocational training centers. Ama VTCs. Alafu pia tuko na home crafts. Home crafts ni mambo ya vile viwanda vidogo ambavyo watu wanaweza wakakuwa nazo, kama vile mambo ya kutengeneza hizi shanga. Watu wanaweza tafuta mahali kama kwa hizo VTCs, wakaweza kutengeneza hizo shanga, wakaweza kutengeneza sabuni, wakaweza kutengeneza tuseme kama jik. Alafu pia tunaangazia zile child care centers. Yes. Mahali ambapo wale watoto wadogo ambao hawajafikia kiwango cha kwenda kwa ECD centers ama nursery, kuna mahali huwa wanapelekwa na wazazi wao wakienda kazini. Alafu sasa upande wa serikali kuu, ndio sasa hapo ndo tuko na primary schools, tuko na secondary schools, universities. Alafu tuko na zile TVET institutions kama hii hapa Taita Taveta National Polytechnic. Kitambo ilikuwa inajulikana kama Coast Institute of Technology ama CIT. Yes. Na tuko na ingine pale Mwatate inaitwa Mwatate TVC. Kuna ingine pale undani inaitwa Vumingu TVC, na Taveta kuna ambayo inaitwa Taveta TVC. Ndio. Alafu pia bado hapo kwa national government pia wanaangazia secondary schools, wanaangazia special schools.
ama special schools ni zile shule ambazo huwa zinashughulikia wale watoto ambao wako na changamoto kiasi. So nikikuja kwa swali lako mambo na CBC. Ndio. CBC ndo mtaala ambao tuko nao siku hizi na ulikuwa umeanza sasa hii wamefika grade 9. Ndio. Na niseme kwamba changamoto ziko pale shuleni. Kama tukiangalia upande wa mahabara, manake hawa wanafunzi wanatakikana wakuwe wanafanya zile practicals. Yes. So unapata hizi shule zetu za primary bado walikuwa hawana hizo laboratories. Na ina maana kwamba ni vyema zikaweze kuwa ili huo mtaala ukaweze kukua implemented vile unatakikana. Ndio. Vile pia walimu ni wanatakikana wafunzwe ama watrainiwe jinsi ya kuendesha huu mtaala vile inavyotakikana. Na mtaala huu pia kuna vile unahusisha wazazi kwa kiwango kikubwa sana. Na niseme kwamba wazazi wanahusishwa, ndio haimaanishi kwamba ni wazazi wanamfunza yule mwanafunzi, lakini ni ile wanamuongoza. Kwa sababu walimu ndo wanafunza yule mtoto ama yule mwanafunzi. Akifika pale nyumbani sasa ni mzazi anahakikisha kwamba anatembea na huyu mtoto katika yale masomo ambayo anapata pale shuleni. Kwa hivyo changamoto ni nyingi. Na niseme sasa kwa county ama kwa ile level ambayo sasa iko devolved ambayo ni ECDs ama zile nursery schools. Pia sisi embrace CBC kwa sababu haimaanishi kwamba inaanzia grade 1. CBC inaanzia kwa ECD centers. Na ninashukuru sana our governor kwa sababu walimu wetu walianza kupokea mafunzo ya CBC. Kwa hivyo hawa watoto wetu wako mikononi salama. Kwa sababu hiyo training walimu wetu walifanyiwa na wanaendelea kuendelea na masomo ili kuhakikisha kwamba huu mtaala tunauendesha vile inavyotakikana. Hata wanafunzi wakati ule watakuwa naenda grade 1 watakuwa wako sawa kabisa. Yes. Wow. Lakini sasa mwingine anauliza, kwa mfano kama yule mzazi ambaye kidogo hali yake pengine si nzuri, na kuna baadhi ya hizo vitu manake uko na gharama kubwa sana. Na pengine imemshinda, anajaribu kila means lakini hawezi kabisa. Labda pengine kama county ama kama wizara, pengine watu kama hawa ambao katika utekelezaji wa mfumo huu mnawasaidia vipi kwa wale ambao labda pengine unajua tuwezi tukaenda usote mbele, kuna wengine lazima watabaki nyuma. Okay, kwa county yetu ya Taita Taveta vile nimesema kwa ECD zetu tuna huo mtaala ambao unaendelea ama tumeuembrace kwa sababu ni lazima tukue nao. Na vile unasema kwamba kuna changamoto, ndio kuna changamoto, lakini nitasema kwamba wazazi wanajitahidi sana. Na ningependa niwashukuru sana wazazi wetu wale wanafunzi wa shule za chekechea. Wanajitahidi sana. Wakati ule kama kuna mambo ambayo yanatakikana pale shuleni, kuna mikutano inafanywa, wazazi wanaitwa na kuna vile wanakubaliana na wale walimu kuhakikisha kwamba yule mtoto amepata kile ambacho kinatakikana ili akaweze kuendelea na masomo yake. Ndio. Kwa upande wa primary kitu nitasema kwamba changamoto ziko ndio. Na kuna vile wazazi wanalemewa. Na niseme kwamba si kupenda kwao. Manake nitasema maisha Taita Taveta ukiangalia na kaunti zingine kuna vile kama maisha huwa imetulemea. Kwa sababu ya ukame, watu hawana chakula ama watu wengi hawana kazi. Kwa sababu ukiangalia na kaunti zingine wana viwanda. Na hivyo inamaanisha kwamba watu hao wanapata kazi, tuseme kwa hivyo viwanda. Lakini sasa ukija kwetu huku Taita hakuna hivyo viwanda. So inabidi unapata kwamba watu wengi hawawezi kujikimu katika maisha yao kwa sababu kazi ziko nadra sana. Kweli. So kuna hiyo changamoto ambapo wazazi wanashindwa. Lakini sasa mimi nitazidi kuwaambia wazazi kwamba tunaambiwa ni vizuri kuwekeza katika elimu. Kwa hivyo ni mtu ajitahidi tu vile ataweza.
kuwekeza ili hakikishe kwamba huyu mtoto anapata yale yote ambayo anatakikana ili akaweze kuendelea na masomo yake. Na iwapo atakuwa ameshindwa, nishukuru sana kwa sababu county government kuna vile ilikuwa inachangia sana sana ni upande wa secondary schools. Kuna zile bursaries ambazo tulikuwa tunatoa lakini kwa sasa kuna vile zimepata pigo na niseme kwamba si makosa ya governor na wala si makosa ya MCA lakini ni sheria. Sheria ndio inasema kwamba county governments zinatakikana kuangazia shule za chekechea ama kuangazia yule mwanafunzi ambaye yuko kwa shule za chekechea na wale ambao wako kwa zile village polytechnics ama vocational training centers. Kwa hivyo mambo ya primary schools, mambo ya secondary schools vile nilitangulia kusema yako kwa national government na upande wa national government sasa wale ambao labda wanaweza angazia mambo kama hayo ni wale wabunge. Wabunge wa National Assembly. Ama wale tunawaita members of parliament, MPs. So zile bursaries ambazo wanatoa kupitia CDF. Sasa hizo ndo zinaweza kushughulikia hawa watoto ambao wanaenda kwa zile institutions ambazo ziko under the national government. Wow, asante sana. Na tukiongelea tu bado swala katika swala hilo la ECDs, manake tumeona kwamba nyingi bado hazijamalizwa. Kwa mfano kama kule Kishushe Mwakilemba bado kunazo zingali na changamoto. Alafu kule Taveta ni maarifa kwamba kuna ECD inajulikana kama Lang'ata ECD kule watoto wanasomea chini ya mti. I don't know changamoto hizi hasa za ukosefu wa madarasa kama wizara pengine mnakabiliana nazo kivipi? Asante sana kwa swali hilo. Na niseme tuko na hiyo changamoto. Kuna ECDs kadha wa kadha ambazo ziko na classroom moja. Na niseme kwamba kwa ECD center ama kwa ile shule ya nursery kunatakikana kuwe na madarasa matatu. Kuna darasa lile la kwanza ambalo linashughulikia wale watoto wadogo. Wale nilisema kwamba wanapelekwa na wazazi ili wakaweze kuangaliwa pale wazazi kama wako kazini. Alafu kuna ile PP1 ambayo inashughulikia wale wanafunzi ambao wamefikisha ule umri wa kuanza masomo, huwa ni miaka 4. Alafu tuko na PP2. PP2 ndio wale sasa wanashughulikiwa, wakimaliza hapo PP2 ndio wanaenda sasa grade 1 ambayo sasa inaangaliwa na national government. So kuna hayo madarasa matatu. Alafu pia tuko na zile playing equipment. Kuna zile slide swings ambazo zinatakana kwa pale. Kunatakana pia kuwe na kitchen ama jiko mahali hao watoto wanapikiwa ule uji na chakula. Alafu pia sanitation facilities kama vile choo. So hivyo vitu vyote vinatakana vikue kwa ile ECD center. Ndio. So ukiangalia ECD center zetu bado hatujafikia hapo. Tunangangana ama tunajaribu kuhakikisha kwamba zinafikia hapo. So hatuwezi zijenga zote kwa pamoja. Kwa sababu tena pia tukiangalia mgao ule ambao tunapata kutoka kwa national government, ukiangalia huwa ni kidogo. Alafu pia on source revenue yetu sio kubwa vile. So na mambo ni mengi ambayo yanatakana kutekelezwa kwa kaunti yetu. Ukiangalia kuna barabara zinatakana kuangaziwa. Kuna masuala ya health, madawa yanatakana yakuwe pale hospitalini. Haya kuna masuala ya mifugo, kuna masuala ya maji. Haya ukikuja sasa kwa education kuna hayo masuala ya ECDs. Kwa hivyo utaona kwamba ile kikapu ama zile pesa ambazo tunategemea ni kidogo. Alafu na zile needs ama yale ambayo tunataka kufanya kutumia zile pesa ni mambo mengi sana. Kwa hivyo inabidi sasa hizi ECDs tunazijenga in phases. So utapata ina financial year tunajenga labda tujenge 5, the next financial year tujenge zingine hivyo mpaka mwishowe
tuhakikishe kwamba hizo ECD center zimekamilika kabisa. Ndio. Ziko na vile vifaa vyote ambavyo nilikuwa nimetaja. Kwa hivyo changamoto ziko. Na kuna hiyo ambayo umegusia ya Lang'ata. Kule Taveta. Yes. Kuna wakati ilikuwa inatembea sana kwa mitandao. Na ningependa kuweka wazi hivi kwa wananchi wetu wa Taita Taveta. Manake wakati mwingine jambo likifika pale kwa mtandao, watu hawana niseme ile information. Okay. So kuna wengine wanaweza libeba na wakalibeba visivyo. Ama wakapata ujumbe ambao sio kamili. Yes. Kwa hivyo hii Lang'ata ECD habari zake zilitufikia. Na vile ilikuwa imeanza, ni the community pale waliona kwamba hawa watoto wanafaa wakuwe na hiyo ECD center. Ndio. Na zile habari tulikuwa tumezipata ni kwamba ni iko hapo ni kwa ranch. Okay. Alafu iko kwa border ya Kajiado na Taita Taveta. Yes. Na devolution vile ilikuja ni maendeleo yanatoka kwa mwananchi. Okay. Ni mwananchi aseme anataka nini. So tuliweza kufika pale na tukaongea na wale wananchi wa pale ama wazazi wa pale. Na hali haikuwa ya kufurahisha. Manake si vizuri hata watoto wadogo wakae chini ya mti, wapate masomo yao chini ya mti. Ndio. Lakini ninashukuru tuliweza kuongea na wao. Na tukakubaliana kwamba kama serikali hatuwezi enda tukaanza kujenga darasa pale. Okay. Kwanza ni lazima tuhakikishe kwamba hilo shamba ambalo tunalitumia ni shamba ambalo wananchi wamekubali. Yes. Tukaweze kujenga ECD pale. Tusiweze kuweka ECD pale alafu kesho mtu akuje aseme hapana, ili darasa mlikuwa mmejenga kwa shamba langu. Kwa shamba, okay. Kwa hivyo tuliweza kuongea na wao na tukakubaliana kwamba ni wahakikishe kwamba mambo kama hayo wameangazia na ile shamba mambo yake yakuwe shwari kabisa. Kama ni ile title deed ipatikane. Alafu tukaweze kwenda pale kama sasa serikali tukaweze kuweka majengo. Okay. Ama zile classrooms. Na nishukuru pia wazazi walikubali, wakakuja pamoja, at least wakahakikisha kwamba hao watoto hawatakaa chini ya mti. Ndio. Kwa hivyo ni jambo ambalo tunaendelea kuliangazia. Na nina imani kwamba hilo shamba ama hali ya hiyo shamba ya Lang'ata ECD wanaita Oleshake itakuwa limesuluhishwa. Na tukaweze kujua kwamba wananchi wa pale wamekubali. Na kama ni hiyo title deed ikue na ECD kaweze kuwekwa pale. Manake wale watoto wanastahili kuwa na hiyo ECD center. Wow. Yes. Sasa msikilizaji, tunazidi kuendelea mbele hapo. Ukiwa na swali lako lolote unaweza kuliuliza kupitia 0711737213 0711737213 pale. Alafu waziri, kuna mmoja hapa ameuliza swali, amelielekeza kwako direct. Yes. Amesema Msepetuko Jackie na waziri, nauliza Taita Taveta tumejenga ECDs tangu 2013. Pili, waziri amesema mgao ni kidogo. Je, kaunti zingine zafanyaje Mwang'ombe wa Taveta Kitobwa? Asante sana kwa swali hilo Mr. Mwang'ombe. Kutoka Kitobo. Devolution ilianza 2013. Na ECD centers zilianza kujengwa kutokea hiyo 2013. Na counties zingine pia walianza kujenga hiyo 2013. Na amesema vizuri kwamba tunasema kwamba pesa haziko za kutosha ili tukaweze kujenga hizo ECD zote kwa wakati mmoja. Yes. Na amelinganisha pia Taita Taveta county na zile counties zingine. Na niseme kwamba watu tunapenda kutumia msemo kwamba ukiangalia mkono vidole vyote havitoshani. Sisi kama Taita Taveta county niseme kwamba hatuwezi tukajilinganisha ama tukajitoshanisha na county ya Mombasa ama hatuwezi tukajitoshanisha na county ya Nairobi. Okay.
Kwa sababu gani? Hizo ni counties ambazo ukiangalia viwanda viwanda vimejaa kwa hizo counties. Okay. Na hata utapata Wataita wengine wametoka hapa wanafanya kazi hapo Mombasa ama wanafanya kazi pale Nairobi. Na ikifikia ni wakati wa kupiga kura, hata hawakuji kupiga kura huku nyumbani. Bado watapiga kura pale Mombasa ama watapiga kura pale Nairobi. So hiyo inamaanisha kwamba hata wakati ule wanahesabiwa, manake pia pesa zinakuja kulingana na ile population ambayo iko kwa county. Yes. Utapata kwamba wamehesabiwa kule. So hiyo inamaanisha kwamba idadi yetu hapa pia imefanya nini? Imepungua. So kando na kwamba tunapata huo mgao kidogo, ama sababu za kupata huo mgao kidogo, pia hiyo population inafanya nini? Inachangia. Okay. So na zile industries pia ziko pale. Unajua pia revenue. Ile revenue ambayo inakusanywa. Mahali kuna viwanda vingi inamaanisha pia revenue iko wapi? Iko juu. Mahali kuna biashara nyingi inamaanisha pia revenue iko juu. So unapata counties ambazo ziko na hizo viwanda, ziko na biashara kubwa ambazo ni nyingi, ile on source revenue yao iko juu sana. Ndio. So wao unapata wakijenga kama ni ECD centers, wanazijenga nyingi tu kwa wakati mmoja. Okay. Na niseme pia kwa mtandao nimekuwa nikiona sana watu wakitulinganisha ama wakilinganisha Taita Taveta County na Kiambu County. Okay. Unajua Kiambu County wako karibu na Nairobi. Na hata wakati mwingine ukienda hapo Kiambu unajisahau, unasema kwamba uko Nairobi. Kwa sababu pale kunakaa kweli kama Nairobi. Manake ukiangalia kama ni watu ni wengi, viwanda viko vingi, biashara ziko nyingi kubwa. Na hata pia ukiangalia shule zao ni zimejengwa sana, na bado wanaendelea kufanya nini? Kujenga. Kwa hivyo ukilinganisha counties hizo na yetu ya Taita Taveta, upande wa tuseme hayo mapato ni kidogo. Yes. Kwa hivyo hatuwezi tukaenda hatua sawa na wao. Sisi ni tunaenda according to vile sasa pesa zetu vile ziko. Na nina imani kwamba itafikia wakati tukaweze kuhakikisha kwamba hizi ECD centers zetu ama the VTC centers zimefikia kile kiwango ambacho kinafanya nini? Kinatakikana. Na ni wasi wananchi wakati ule pia watu wamekuja mashinani kwa ile public participation. Pia ni vizuri kwamba wakaweze kutaja ama kusema zile priorities ambazo wanataka. So kama kuna ECD center mahali tuseme watu wako na haiko sawa, ni vizuri wafanye nini? Wakaweze kusema ama kupendekeza kwamba hiyo ECD center ikafanye nini? Ikaweze kujengwa. Manake watu wakisema wanataka maji, wanataka barabara na wakose kutaja hiyo ECD center, vile nilitangulia kusema, mwananchi mwenyewe ndiye anasema anataka nini. Kwa hivyo wasiseme wanataka barabara, wanataka maji, alafu sasa wakose kutaja hiyo ECD, alafu tena wakuje kuuliza mbona hii ECD haikufanya nini? Haikujengwa. Kwa hivyo ni muhimu sana wakati wa public participation wakaweze kupendekeza yale maendeleo ambayo wanataka yafanyike kwa yale maeneo yao. Yes. Wow, sawa kabisa msikilizaji, umesikia vizuri tu kabisa pale, priorities pia matters a lot katika masuala haya maendeleo, lakini pia katika wizara hii ama katika department hii. Lakini hapo katika VTC waziri, VTC nyingi unapata kwamba Taita Taveta hazina wale wanafunzi wa kutosha na zingine walimu kidogo sana. Je, tatizo inaweza kuwa ni nini hasa? Mbona wanafunzi hawataki kusomea katika hivi vyuo? Asante sana kwa swali hilo. VTCs wanafunzi ni kidogo, idadi ya walimu ni kidogo. Niseme kwamba idadi ya walimu si kidogo. Okay. Ama inatoshea. Inatoshea wale walioko wachache. Inatoshea na niseme kwamba wanafunzi ndo wako wachache. Manake tumekuwa tukiongea sana kwa mikutano, tukihimiza vijana wetu wakaweze kujiunga na VTCs. Na niseme baadhi ya sababu ambazo zinasababisha kuwa na uchache wa hawa wanafunzi kwa VTCs. Moja wapo ni kitambo watu walikuwa na ama dhana ambayo watu walikuwa nayo ni kwamba VTCs ama zile village polytechnics ni za wale watu ambao hawakufanikiwa kwenda shule za upili ama wale walikuwa class 8 dropouts
ama ni wale walienda shule za upili ndio lakini hawakupita vizuri. Hao ndo wanaenda kwa zile VTCs. Okay. Sasa hiyo dhana bado watu wengi wako nayo. Hawajaachana nayo. Yes. Sasa kitu nitawaambia wananchi wetu wa Taita Taveta ni kwamba hizi VTCs siku hizi sio za wale class 8 dropouts ama si za wale watu ambao hawakufanikiwa form 4. Hizi VTCs siku hizi kwanza unapata hata watu wengine walienda wakamaliza university na bado wanarudi kwa VTC wakaweze kupata nini? Ule ujuzi. Ndio. Alafu sababu nyingine pia ni national government. Kuna ile policy ambayo ilikuwa imeletwa ya 100% transition to secondary schools. So wale ambao walikuwa wanaona kwamba ukimaliza class 8 unaweza ukajiunga na VTC waliweza kukatiziwa kwa sababu sasa ilikuwa ni lazima ukimaliza class 8 ni lazima uende form 1. Ndio. Alafu excuse kuna hii CBC. And with the CBC hakuna vile unaweza ukatokea njiani. Lazima uende hizo grade zote mpaka ufanye nini? Mpaka umalize. Kwa hivyo sasa utapata ile idadi inafanya nini? Inakuwa kidogo. Lakini hizo sababu hata kama ziko ni kaweze kuelezea wananchi wetu wa Taita Taveta kwamba kama kuna mahali kuna niite gold ama dhahabu. Naita gold ama dhahabu kwa sababu kwa hizi VTCs kuna mambo mazuri sana ambayo yanaendelea pale. Na wale ambao wamepitia kwa hizi VTCs wanaweza wakashuhudia. Kwa sababu maisha yao yamefanya nini? Yamebadilika. Unapata kwamba yule mwanafunzi ambaye ameenda pale kwa VTC kama amejifunza mambo na plumbing. Na plumbing hapa Taita Taveta County plumbers ni kidogo sana. Ndio. Hata unaweza shinda the whole day ukose huyo plumber. So unapata mtu mwenye amejifunza mambo na plumbing huyu ni mtu ambaye hawezi kosa kazi. Ndio. Kila wakati anafanya nini? Akona kazi. Na hiyo ni pesa. Ukiwa na kazi inamaanisha kwamba pesa inafanya nini? Inaingia. So maisha ya watu wengi yameweza kubadilika. Ni vile nitasema kwamba labda watu wetu ama vijana wetu hawajapata kujua yale mazuri ambayo yanatokana na wale watu ambao wamepitia kwa hivi vyuo. Kando na hiyo kuna wale ambao wakimaliza form 4 wakingojea kujiunga na universities. Kuna wale ambao wanaamua kujiunga na VTCs. Waanze pale manake ukimaliza form 4 hauendi university immediately. Unangojea. So kuna wale ule muda ambao wanangojea wanafika pale kwa VTC wanafanya ile kozi ambayo wanataka. Wakati ule wanajiunga na university, akifika pale university tayari anajipatia kazi. Ndio. Na nitoe mfano ambao unaishi ama living example. Kuna mwanafunzi alijiunga na VTC akajifunza mambo ya kutengeneza nywele. Wakati ule alienda college alienda akaanza kutengeneza wenzake nywele pale. So unapata mwanafunzi kama huyo anasema anatumia hiyo pesa upande wa matumizi na hata kulipa fees yake. Kwa hivyo niambie wananchi wetu wa Taita Taveta kwamba kuna mambo mazuri ambayo yanapatikana pale kwa vocational training centers. Ndio. Ama hizi VTCs. Kwa hivyo watu wasiogope na watu wasione kwamba wale ambao wanaenda pale ni wale watu ambao walikuwa wamefail. Tuko na wanafunzi hata ambao wamepata A, wamepata B. Ni wale watu ambao wanajua ule uzuri ambao uko pale kwa VTC. Bila shaka msikilizaji, naona ni saa 2 pale dakika zinakatika ama ni saa 2 pale msikilizaji. Tunapozidi kusonga mbele, kumbuka basi ni mpango wa msepetuko tukiwa na waziri hapa wa elimu na maktaba kwenye kaunti ya Taita Taveta, Gloria Mwanikombo. Ukiwa na swali lolote unaweza ukaliuliza. Kuna mmoja alikuwa ameuliza mbona wacha nikusomee SMS hapa. Alikuwa ameuliza msepetuko, nauliza waziri atueleze ni hatua zipi muhimu wizara imeweza kupiga tangu mwaka 2022. Sisi wananchi tunasikia tu wakilalamika kila siku. Nyinyi kama serikali mwataka tufanyeje? Mbona Mama Angela wa Mbulia Ronge
Nafikiri unaweza mjibu, lakini kabla hujamjibu nafikiri tunaweza ongelea pia kuna hizi changamoto kidogo ambazo pia katika hizi VTC pia zinaibuka, hasa kuna vyuo vingi hasa bado vinatumia zile, nasema vipi, kama zile vyombo vya kujifunzia ujuzi pale shuleni, hasa kuna hizo magari za kitambo za zamani sana wanazotumia kupata mafunzo pale, na I don't know, hali hii hawezi kaathiri masomo yao ikizingatiwa kwamba kwa sasa tuko katika teknolojia mpya, tunataka tuweze kuwa na zile vitu vipya, equipment mpya ili kuendana na vile hali ilivyo kwa sasa. Asante sana kwa swali kama hilo. Na niseme kwamba ni kweli, utapata kwamba ukienda kwa hivi vyuo vyetu, utapata the training, maybe equipment zingine ni zile ambazo zimepitwa na wakati, kama watu wanasema they are obsolete. Ni shukuru sana kwa sababu kwa hizi TVET institutions kama hii VTCs, yale masomo ambayo watu wanapata pale, si nimesema ni hizo skills, na ukitoka pale ni ukiingia pale kwa industry ama pale kwa mahali sasa unataka uende kufanyia kazi, ni unapata kwamba uko tayari kabisa kwa ile industry. So kama kuna hayo magari makuku ama yale ambayo yanatumia teknolojia ya kitambo, kwa hizi VTCs huwa tunahimiza sana hao walimu wetu, na huwa ni lazima kwamba haimaanishi kwamba huyu mwanafunzi afungiwe pale kwa VTC peke yake, asomeshwe tu pale peke yake. Hawa walimu wako na uhuru wa kupartner, na tuseme kama wale ambao wanafanya motor vehicle mechanics, labda lile gari ambalo liko pale tuseme haliko kile kiwango ambacho kinatakikana, so wakishafunzwa pale shuleni, huyu mwalimu atatoka na hawa wanafunzi tuseme siku moja kwa wiki, wafike pale nje, kama ni garage, wafike pale ili wakaweze kutekeleza masomo yao kwa ile garage pale. So wakifika pale watakutana sasa na yale magari yenyewe ambayo yako pale nje, ambayo yanatengenezwa kwa ile garage, na wanaweza kuwa sasa na ule uwezo wa kufanya nini, wa kutangamana, ama they have a feel of what is in the industry. Yani wanakutana na yale mambo ambayo yako pale kwa industry. Kando na hiyo, nishukuru sana our governor kwa sababu in our VTCs tuko na partner mmoja, Stanbic Foundation, ambao wametuletea mambo ya ICT. Na tuna integrate ama tunatumia hiyo ICT pia kufanya nini, kufunza. Na siku hizi smartphones, tuseme kila mtu ako na smartphone. So kando na yale masomo ambayo hawa wanafunzi wanapata kutoka kwa yule mwalimu, kuna yale mafunzo pia wanafunzwa kupitia hiyo ICT, ama wanaweza tumia hizo simu, ama watumie zile computers ambazo ziko pale kwa VTCs, wakaweze sasa kuona yale ambayo yako pale nje, ama yale ambayo wanakutana nayo pale nje. Kwa hivyo nitasema kwamba hiyo changamoto ya the training equipment zikiwa kwamba ni za zamani, haiwezi kuzuia hawa wanafunzi kufanya nini, kupata yale ambayo yanatakikana pale kwa industry. Na kando na hiyo, hawa wanafunzi wetu wakishamaliza yale masomo pale shuleni, huwa ni lazima wanaenda kwa industrial attachment. Ni lazima, kama tuseme huyu mwenye anafanya MVM, akimaliza yale masomo yake pale, before afanye ule mtihani wake wa mwisho, huwa ni lazima aende kwa industry, aende akaweze kufanya kazi pale, na mwalimu amfate pale, akaweze kumwangalia kama anatekeleza yale ambayo alikuwa amepata wapi, pale chuoni. Wale ambao wanafanya masonry pia, wanatoka wanaenda kwa mijengo ambayo inaendelea,
na yule mwalimu ataweza kumfuata pale akaangalie kama kweli yale ambayo yanafanya ni yale ambayo walikuwa wamepata pale shuleni. Kwa hivyo hiyo changamoto ya kwamba training equipment haziko zile ambazo zinatakikana, nitasema kwamba kwa sababu ya ule ushirikiano wa hivi vyuo na hizo industries ambazo ziko pale nje, hawa wanafunzi wanaweza kupata yale masomo ambayo yanatakikana kabisa. Okay. Asante. Sawa kabisa. Pale msikilizaji, ukiwa na swali lako lolote unaweza kuliuliza kupitia 07117372. Unaweza piga simu ama ukaweza kuuliza swali moja kwa moja kupitia njia SMS pale. Kuna mmoja hapa katika ujumbe mfupi anasema juzi tumeona PS Shadrack Mwadime pale CAT akichukua vijana kumradi. SMS na kidogo una mmoja anapiga simu hapa. Hello Mwaned FM. Hello. Kidogo anakata. Nikirudia ujumbe anasema kwamba juzi tumeona PS Shadrack Mwadime pale CAT akichukua vijana waende Dubai kuendesha mradi. Hello Mwaned FM. Kidogo naona kidogo na shida ya mawasiliano kidogo tu upande ule mwingine. Akichukua vijana waende Dubai kuendesha pikipiki, mbona kaunti isiwe na orodha ya wale wamefuzu? Naomba waziri atupe takwimu za wanaofuzu. Ni Ronald wa Kaloleni Mradi. Asante sana kwa swali hilo. Na kabla sijafikia hapo, kuna lile swali ambalo lilikuwa limeulizwa na Madam Angela kutoka Mbulia. Alikuwa ameuliza mikakati gani ambayo tuko nayo kila wakati tunalalamika tangu 2022. Yes. Niseme kwamba Madam Angela, sio eti tunalalamika, lakini ni kuelezea mwananchi ili akaweze kujua vile hali ilivyo. Kwa hivyo sio kulalamika. Na mikakati ambayo tuko nayo ni nyingi. Na nishukuru sana our governor kwa sababu amehakikisha kwamba kuna ule uhusiano mzuri na hawa development partners ambao kitambo ama hapo awali walikuwa hawapo. Na kwa department yetu ya education, ndio kwa CBC kuna hii mambo ya digital literacy ambayo yanaendana na huo mfumo ama mtaala wa CBC. Kupitia ule ushirikiano na development partner ambaye anaitwa AIDU, wametuwezesha ama wameweza ama wameweza kusaidiana pamoja na kaunti yetu ya Taita ili kuhakikisha kwamba hiyo digital literacy inaweza kupatikana pale kwa ECD centers zetu. Kando na hiyo pia nilisema kwa VTCs tuko na mambo ya ICT integration ambayo tumesaidiana na hao development partners. Kwa hivyo sisemi kwamba tunalalamika, hatulalamiki. Ile tunaelezea mwananchi akaweze kujua hali ilivyo. Na wakishajua hivyo then waone yale ambayo bado tunafanya nini, tunaendelea kufanya ingawaje kuna hizo changamoto, lakini kuna vile tunafanya nini, tunangangana. Yes. Na wewe ulikuwa umeuliza kuhusiana na swala hili la PS kuchukua vijana waende Dubai kuendesha pikipiki, akauliza mbona kaunti isiwe na orodha ya wale wamefuzu, alafu akasema naomba waziri atupe takwimu za wanaofuzu. Ni Ronald wa Kaloleni. Sasa mjibu vipi huyo? Asante sana Ronald kwa hilo swali. Na nishukuru sana what the national government is doing ama national government vile wanafanya kupeleka wanafunzi ama wananchi wetu wa Kenya kule nje wakaweze kupata kazi pale nchi za nje. Manake elimu, uzuri wa elimu ni inakuwezesha kuishi mahali popote. Ama inakuwezesha kukaa mahali popote kwa hii dunia. Ndio. Na zile skills ambazo watu wetu wanapata, na niseme kwamba sio za pikipiki peke yake. Kunao watu ambao wamefanya hii mambo ya nursing. Kunao wengine wako pale USA ama wameenda hizo nchi za nje wanafanya kazi pale. Kunao watu wenye wamefanya mambo ya food and beverage, catering and accommodation, wanafanya kazi huko nje. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa sababu
inawezesha watu wetu wakaweze kufika pale nje wajipatie kazi. Na ni watu watambue kwamba pia kwa nchi yetu kazi zimekuwa nadra ama hazipatikani. Ndio. Kwa hivyo inabidi sasa watu wakaweze kuzifata hizi kazi wapi? Kule nje. Okay. So ameuliza ni wanafunzi wangapi? Mbona msiwe na orodha kamili? Orodha kamili. Orodha tuko nayo. Okay. Wakikuja kwa department mtaweza kupata hiyo orodha. Na tuko na graduation. Okay. Tuko na graduation this Friday tarehe 28 kesho kutwa. Naam. Ambapo tuko na wanafunzi 745 ambao watakuwa pale wakifanya nini? Wakigraduate. Okay. Yes. So na wana graduate kwa different trades. Okay. Ama zile courses ziko tofauti. Utapata kuna wa masonry, utapata kuna wa hair and beauty, utapata kuna wa garment making, plumbing. So idadi ya hao wote ndio inakuja 745. Okay. Yes. Wow. Yes. Sawa kabisa. Na hapo katika hiyo graduation, labda pengine after washamaliza kugraduate, pengine kuna vile pengine wanatafutiwa mahali pengine pa kuenda, ama ndio hivyo tu wanaachwa hivyo tu? Niseme kwamba after graduation, unajua hata pia wakati ule wa graduation sasa unaambiwa kwamba umepewa ile freedom. Okay. Ama umepewa authority ya kuenda kufanya yale yote ambayo yanahusiana na ile training ambayo ulikuwa umepewa pale shuleni. Na nishukuru sana kwa sababu in our vocational training centers hawa wanafunzi wetu hawafunzwi kusoma ili wakaende kutafuta kazi peke yake. Kwa sababu pia wanapata mafunzo vile pia wao wanaweza wakatengeneza hizo kazi ama wakafungua biashara zao. Okay. Na utapata wengine wako pale shuleni ndio wanasoma na tayari kuna vile wameanza kujikimu kutumia ule ujuzi kidogo ambao wamefanya nini? Wamepata. Nitoe mfano. Kuna juzi tu tulikuwa pale Marungu VTC. Okay. Kulikuwa na mwanafunzi pale ambaye amefanya mambo ama ametrainiwa mambo na garment making. Huyo mwanafunzi anaweza akakushonea nguo ambayo hiyo nguo hata ikiwekwa kwa mtandao hata mtu mwenye ako pale nchi za nje anaweza akainunua. Maana yake ni nguo ambayo imetengenezwa maridadi sana. Na huyo mwanafunzi bado hajamaliza, bado anaendelea na masomo yake. Kwa hivyo hiyo inamaanisha kwamba ukiwa na ule ujuzi, ukitoka kwa hiyo vocational training center wakati ule usha graduate ama hata before you graduate, tayari unatumia huo ujuzi kufanya nini? Kujipatia mapato. Ndio. Kwa hivyo nitasema sio wengi ambao wakitoka wanangoja kuajiriwa. Tayari wakitoka pale ni wako na kazi tayari. Okay. Kwa sababu ukiangalia pia mambo ya ujenzi. Kuna buildings nyingi tu zinajengwa. Sio kwa kaunti yetu peke yake, hata huko nje. Ukipata mambo ya wiring ama hiyo electrical installation, ni mambo ambayo yanafanyika kila siku. Ndio. Kwa hivyo hao wanafunzi wakitoka pale sio rahisi mtu kukosa kazi. Na ukipata mtu ametoka kwa VTC na hana kazi, labda kutakuwa kuna shida fulani. Ndio. Na mimi nitawahimiza kwamba iwapo mtu atatoka na afike pale nje apate kweli hakuna kazi ya ujenzi, hakuna kazi ya wiring, basi huyo ni anafaa arudi pale shuleni. Tunawaruhusu warudi pale shuleni wakaweze kuongea na managers tujue changamoto iko wapi. Ndio. Yes. Wow. Haya, sawa kabisa. Umeweza kusikia wewe ambaye basi ujuzi unaenda kusoma, ujue kabisa unapata ujuzi wa kujiajiri, si kuenda kutafuta kwanza kuhangaika huko na huko. Basi inaitwa vyuo vya kiufundi, unajifundisha ufundi pale shuleni. Dakika pale ni 15 msikilizaji, zinakatika baada ya saa 2 tunapozidi kuendelea tunapoendelea waziri, na tutaweza kumaliza mazungumzo kabla tujazungumzia kuhusiana masuala. Kuna mambo na mradi wa lishe shuleni hasa wa uji, unaendelea vipi na utawasustain wanafunzi ama watoto mpaka lini labda pengine?
Asante sana kwa hilo swali. Ya tuko na feeding program na nashukuru sana our governor kwa sababu alipoingia tu aliweza kuhakikisha kwamba hawa watoto wetu wa chekechea wako na hiyo feeding program na tuna imani kwamba inafaa iendelee hawa watoto wetu, kwa sababu unapata mahali kwingine hawa watoto hawana chakula kabisa. Hata kuna wakati tulikuwa tunaambiwa kuna mahali hawa watoto wanakula yale matunda ya mwituni ya hawana chakula kabisa. Kwa hivyo nashukuru sana our governor kwa sababu alihakikisha kwamba hii feeding program tuko nayo kwa hizi shule zetu na inaendelea. Yes. Kuna mmoja hapa ametuma ujumbe anasema kwamba naitwa Ben wa Maribongoni Chawia. Anasema kwamba nampongeza waziri wetu kwa kazi nzuri, watoto wanapata uji heko kwa wakujaa. Anapongeza mambo haya ya uji. Asante sana Ben, asante sana. Anapongeza sana. So waziri, kuna ile swala zima hili la mambo na basari. Yes. Masuala haya basari tunamshukuru sana gavana wetu wakujaa, amefanya kila namna kuhakikisha kwamba watoto wale ambao hawajiwezi wanapata kuendeleza masomo. Lakini bado katika masuala haya ya basari kungali tu na zile changamoto. Wengi wanalalamika kwamba hizi basari haziwatoshelezi, unapata kwamba ni kidogo, mambo kama yale. Hizi changamoto kama hizi, jamani waziri, tutafanyaje? Kuna changamoto vile nilitangulia kusema kwamba utapata watu wengi sana wataita Taveta. Ni kazi hakuna, mapato ni kidogo. Kwa hivyo unapata kupeleka mtoto shule na kuhakikisha kwamba huyu mtoto anabaki pale shuleni kila wakati inakuwa iko na changamoto nyingi tu sana. Kwa hivyo ndio maana unapata wazazi wanategemea sana hizo bursaries. Na nashukuru sana our governor kwa sababu toka aingie mamlakani zile bursaries ziliweza kuongezeka. Kama ile wakati ule 2022 tulipata wanafunzi wale wa scholarship walikuwa hawajaweza kulipiwa na alihakikisha kwamba wamelipiwa. Alafu na hizo bursaries pia zikatoka na zilikuwa zimeanza na 100 million na zikapanda zikafikia ile 200 million. Kwa hivyo ninamshukuru sana kwa sababu ni governor ambaye anataka kuona kwamba maisha ya watu wa Taita Taveta yanabadilika. Na yanabadilika kivipi? Ni kuhakikisha kwamba yule mtoto wa Taita Taveta anapata elimu ambayo haijatatizwa. Ama yule mtoto akifika pale shuleni ni anaendelea na masomo yake bila kutatizwa. Na hizo bursaries zilikuwa ni moja wa njia ambazo zinahakikisha kwamba hawa watoto wetu wanafanya nini? Wanabaki pale shuleni. Lakini sasa nitasema hivi kwa sasa, na najua kuna watu wengi sana ambao wanalalamika, labda wanasema mbona hizi bursaries hazifiki. Kuna wengine wanaziita ni bursaries za MCA hazifiki ama bursaries za governor hazifiki. Zote zilikuwa zinatoka kwa county government. Wakati ule nilikuwa nimetangulia kusema kuna zile devolved functions ambazo ni ECDs, VTCs, tuko na libraries, tuko na home crafts na child care facilities. So hizi bursaries zilikuwa zinaendea sana sana wale wanafunzi wa shule za upili. Na unapata kwamba hizi shule za upili haziko devolved, ziko kwa national government. Pia university students wako under the national government. Sasa yale ama niseme zile habari ambazo ziko sahihi zinaendelea ni kwamba serikali kuu imesema kwamba county governments waangazie zile devolved functions peke yake. Wasitumie pesa za county kufanya majukumu ya serikali kuu. So wasitumie pesa za county kulipa bursaries za secondary schools ama za universities. Kwa hivyo hapo ndo kuna changamoto.
na vile nilikuwa nimesema sio makosa ya governor wala sio makosa ya MCA, sio makosa ya waziri, lakini ni sheria ambayo inatakana kufuatwa. Ndio. Na kuna watu ambao wamelalamika sana, hata wa governor amelalamika, manake watu wetu wanahitaji huo msaada. Ndio. Lakini sasa unajua sheria huwa inatakikana ifuatwe, na vile sasa serikali kuu imeamua, kuna hiyo control of budget, amesema kwamba hizo pesa haziwezi toka. Ndio. Ziende kwa hizo shule za upili ama universities. Zinatakikana zikae kama kwa VTCs ama zikae kwa ECDs. Ndio. Kwa hivyo hiyo ndo changamoto ambayo tuko nayo, lakini tutasema kwamba bado zile za CDF zinaendelea. Kwa hivyo ni wananchi wakati ule wametangaziwa waweze kuapply hizo za CDF, ni wafike pale wakaweze kuapply. Okay. Na kando na hiyo pia nitamshukuru sana wa governor kwa sababu with the development partners tumeona wanafunzi wengine wakilipiwa hizo fees kama ile Wildlife Works. Okay. Na kuna wakati hiyo Wildlife Works shughuli zao zilikuwa zimetatizwa, na governor wetu aliweza kuingilia kati na hayo mambo yakasitishwa, na kuna wakati hizo bursaries, hiyo Wildlife Works walikuwa wametoa bursaries za 70 million. Okay. Kwa hivyo tunashukuru, ingawaje kuna hizo changamoto, governor wetu kuna vile anajikakamua sana kuhakikisha kwamba watu wetu wananufaika kupitia hawa pia development partners. Yes. Kuna mmoja hapa anauliza sema mbona Msepetuko, mbona basari zipeanwe na MCA ndio wafanye ufisadi? Ni Michael Adembo, nafikiri anahusisha zikipewa na MCA labda pengine wanaweza kufanya mambo haya ufisadi, pengine kitu kama kile, ama tunakosa uaminifu kijia gani hapa pale? Vile ni wanahisi kwamba it's like MCA kuna vile watazifuja, labda ni huyo mwananchi ndo labda yako na dhana kama hiyo. Lakini sasa nitasema hivi, vile hizi bursaries huwa zinapeanwa, tuko na ile Education Fund Board ambayo inahusika na mambo ya bursaries. Alafu pale nyanjani tuko na ward bursary committees. Okay. Na hizi ward bursary committees zimetoka tu pale kwa hiyo ward. Okay. Ama wale ambao wako kwa hiyo committee ni watu ambao wanatoka kwa hiyo ward. Yeah. Kwa hivyo ni watu ambao wanajua wale ambao wameapply. Yeah. Na wakipata zile applications wanazikalia, wazichunguze na wapeane pesa kwa kila yule ambaye amefanya nini, ameapply. Okay. Sasa wakisema kwamba zinafujwa, sijui kama kweli zinafujwa, lakini kama kuna malalamiko ni wakaweze kuyawasilisha kwa Education Fund Board. Okay. Ili akaweze kuchunguzwa. Yes. Sawa sawa kabisa. Msepetuko, kuna wakati county walituambia tutume maombi wale tumefanya tailoring kwenda Kilifi na Generation Kenya. Kulienda haje? Limasi wa Ndovuni Maungu. Ni kweli kuna wakati one of the development partners Generations Kenya walikuwa wamesema kwamba kuna hizi nafasi za kazi pale Kikambala, na kunao vijana wetu ambao walinufaika na kazi hizo. Kunao wale walikuwa wameenda wakasomeshwa na walihitimu vizuri, wengine wakaandikwa kazi, na kuna wengine pia walienda na ile group ambayo walikuwa wameenda wa mwisho walikuwa wameenda wengi. Ndio. Na sasa ikafikia mahali kwamba zile kazi zikawa sasa zilikuwa kidogo. Okay. Na wale ambao walikuwa wamepelekwa pale walikuwa wamepelekwa wengi. Sasa ndo wengine labda wakajipata kwamba hawakuweza kupata hizo kazi. Lakini mimi nitasema hivi, upande wa skills, wakati ule umefunzwa ukapata skill, na ndio maana nimesema hata kwa hao wanafunzi wetu ambao wana graduate na mtu anafika pale nje alafu anasema hakuna kazi, ni hujafunzwa kuenda kutafuta kazi peke yake. Ndio.
pia umefunzwa kufanya nini? Naam. Kutengeneza hiyo kazi, na hata unaweza ukaandika watu wengine. Yes. Okay. Kwa hivyo ni wasikufe moyo, ni wanaweza pia wakakuja kama pamoja kama group, wakatengeneza kama ni kampani yao, na wakatengeneza hizo kazi, na hata wakaweza kuandika watu wengine kazi. Ndio. Yes. Wow, sawa kabisa. Naona tunamalizia pale waziri, lakini maswali nao ni mengi sana hapa. Lakini kabla kupata pengine simu ama katika swali lingine pale kwa njia SMS, hii mambo ya utoaji wa hizi basari, hebu sio unaweza kutuelezea vipi? Maana kuna wakati mwingi unapata kwamba governor anasema kwamba ametoa, kisha kuna baadhi ya wale ambao ni wazazi pia wana kwenda katika hizo ofisi za MCA wakitaka kuomba wapeze kupewa zingine. Unaweza tufafanuliwa hasa huwa inakuwa kwaje mpaka zinatolewa? Kwa maana umesema kwamba ni za county zote. Yeah, hizo bursaries vile zilikuwa zinatoka, kwa sababu sasa nimesema ziko na changamoto. Vile zilikuwa zinatoka ni bursaries za county. Kwa hii Education Fund Board. Okay. Mkubwa wake ama yule anaitwa patron, ni governor. Alafu ukifika pale kwa ward bursary committees, ama zile kamati ambazo ziko pale kwa wards. Na si tunajua wards wanakuwa represented by the MCA. Yeah. So pale mashinani sasa, kwa hizo wards, patron ama mkubwa wao ni MCA. Sasa MCA ana represent wale ward ama wale watu wake wako pale kwa ward. Ndio. Sasa mwananchi mwingine anaona kwamba hizi basari za nani? Ni za MCA. Kwa sababu CNA ndiye ana wa represent pale. Yeah. Lakini huku juu sasa tuko na hiyo Education Fund Board ambayo patron wake ni nani? Ni governor. Ndio. Na kazi ya executive ama mali sasa upande ule governor yuko pamoja na mawaziri. Ndio. Kazi yao ni kutekeleza. Ile budget ikisha tengenezwa, executive kazi yao ni kufanya nini? Ni kutekeleza hiyo budget. Kwa hivyo hiyo budget ikiwekwa ya bursaries, tuseme hiyo 200 million. Yes. Sasa ni governor pamoja na executive wahakikishe kwamba, ama hiyo executive wahakikishe kwamba hizi bursaries zimefanya nini? Zimetoka. Okay. Kazi ya MCA ni representation, ama kuwakilisha wale watu wa ile wadi yake. Kazi yake nyingine ni ku-oversight the executive, kuangalia hii kazi ambayo executive wanafanya, ama hii kazi ya tuseme hizo bursaries ambazo zimetolewa vile inatakikana. Alafu kazi nyingine ni kutengeneza sheria. Ndio. Hiyo ndo kazi ya wale MCAs. Yeah, kwa hivyo nafikiri ni labda ni wananchi tu, labda ile niite labda kwa kukosa neno ambalo linaweza elezea, labda ile kukosa tu ile information. So bursaries ni za county. So hakukuwa na bursary ya MCA na hakukuwa na bursary ya governor. Okay, sawa kabisa. Ndio hivyo basi, naona dakika pale zina bado tu moja tu pale waziri, tuweze kukamilisha mazungumzo yetu. Naona bado maswali yanaingia tu, yanazidi kuingia tu hapa, sio itakuaje. Jamani, nitakupatia wewe nayo kwa sababu hello Msepetuko jioni. Kidogo sijui kuna shida kidogo tu pale, itilafu katika mawasiliano. 0711 737213 pale unaweza ukaweza kutuma ujumbe wako pale. Na tukimalizia kabisa, wakati hizi pengine kuna huyu hapa amesema, Jose nikusomee SMS ya mwisho tukimaliza. Sema kwamba Msepetuko, tunaomba waziri atutembelee huku Taveta Chala. Vijana hawataki kwenda VTC, wanataka tu bodaboda. Sekfa Mtuku kutoka Machungwani. Wengi hasa hizi hawataki kuingia kabisa shuleni. Uhamasishaji pengine katika hali ya kuwashawishi wale watoto ambao wamemaliza shule kujiunga na hizi vyuo vya kiufundi, kama wizara imechukua watu wagani pale? Na niseme kwamba sio Chala peke yake. Nafikiri hii iko Taita Taveta yote. Kwa hivyo pale Chala anaitwa Mtuku. Anasema anaitwa ya Mtuku. Mtuku.
Asante sana, umetualika na niseme kwamba tumetembea hapo Chala. Naam. Na tutatembea tena. Naam. Na niseme our VTCs. Kuna vile pia wao pale nyanjani wanajaribu sana kuhamasisha watu kuhusu zile courses ama zile trainings ambazo zinaendelea kwa VTCs. Na pale Chala tuko na Chumvini VTC na tuko na Chala VTC. Vio ambavyo vimejengwa vizuri sana, lakini vile Mr. Mtuku amesema idadi ya wanafunzi bado ni kidogo. Na mimi nitawahimiza tu wananchi wa hapo Chala na pia wananchi wa Taita Taveta. Jamani, mimi wananchi wa Taita Taveta ninawaambia kazi zipo, lakini sasa hizi kazi ni lazima uende ukafunzwe jinsi ya kuzifanya. Na mahali ambapo unaweza ukafunzwa ni kwa hizo VTCs. Ndio. Na nishukuru sana wa governor kwa sababu pale Manga kuna kiwanda kikubwa sana ambacho kinajengwa, kiwanda cha chuma. Ndio. Pale Taveta kuna kiwanda cha mchele, kuna kiwanda cha ndizi. Na hivi viwanda vitahitaji wafanyikazi. Ndio. Sasa hao wananchi wa pale Chala tayari wako na viwanda viwili. Okay. Cha mchele na cha ndizi. Na hawa wafanyikazi wanatakikana watoke hapo Taveta na Taita Taveta nzima. Ndio. Sasa wakati ule kazi zitakuwa zinatangazwa. Naam. Mtu asifikirie kwamba ukifika pale labda unajua kufanya wiring lakini haujaenda shule, kwa hivyo hauna cheti. Okay. Usifikirie kwamba utaweza kuandikwa. Hapana, ni lazima ufanye nini? Ukue na cheti. Yes. Kwa hivyo ni watu waanze kujitayarisha. Kwa sababu serikali ya Wakujaa tumeanza kuona viwanda vinafanya nini? Vinaingia ama vinajengwa na bado vitaendelea kujengwa. Okay. Kwa hivyo ni wananchi wetu wa Taita Taveta pia na wao waweze kujitayarisha kwa hizo kazi ambazo zinakuja na hivyo viwanda. Okay. Na iwapo kuna mtu yuko pale nje ako na ujuzi, manake kuna watu wengi tu wamesomea mambo ya plumbing, wamesomea hiyo mambo ya electrical wiring ama ya kujenga, lakini hawakuenda shuleni wakafunzwa. Ni wamejifunza tu wao wenyewe. Yeah. Pia hao tunawakaribisha kwa VTCs zetu. Wafike pale, wataweza kufanyishwa hizo practicals. Yeah. Na ikiwa kama mtu ataonekana yuko sawa kabisa, ataweza kuwa registered, afanye ile mtihani na akaweze kupata kile cheti ambacho sasa kitamsaidia kupata kazi. Na hiyo kazi utapata sio hapa Taita peke yake. Ndio. Hata ukitoka nje utafanya nini? Utaweza kupata hiyo kazi. Okay. Yes. Sawa kabisa pale. Tukimalizia kabisa maana muda naona umetupa kiso. Nafikiri utagusia ile swala la mioto shuleni na bana juzi tuliona pale baada kile kisa kilichofanyika kule sehemu za Undanyi ile shule alikuwa Dr. Agri, lakini baadaye tukapata kwamba wanafunzi wakapata kupatwa na msiba, mimi wakaweza kufariki. Swala hili la mioto katika shule kama wizara ni hatua gani kama county ameweza kuchukua kwa kwamba vitu kama hivi ambavyo tungeweza kupoteza watoto wadogo kama wale? Ilikuwa ni jambo la kusikitisha sana. Manake maisha ni muhimu. Na tunaambiwa kwamba unaishi wakati mmoja. Unajua ukishakatizwa ndo hivyo. Ndio. Kwa hivyo ilikuwa ni jambo la kusikitisha na bado tunawapatia pole wale wazazi ambao walipoteza watoto wao na hata pia hao wanafunzi wa Dr. Agri pamoja na walimu kwa kupoteza hao wanafunzi. Naam. Mambo ya mioto kule shuleni, manake kuna wakati hata pia Kituri ilikuwa imechomeka. Dr. Agri ndo hiyo pia ilichomeka. Nitasema ni mikasa ambayo labda haiwezi huwezi kuizuia, manake unapata zingine tunaambiwa ni electrical fault. Ndio. Na wakati mwingine mara unasikia ni wanafunzi wenyewe. Sasa hiyo ya electrical fault hiyo nitasema kwamba it's beyond but sasa ile ambayo wanafunzi wao wenyewe ndo wanachangia ni kuwahimiza hao wanafunzi tu kwamba wakiwa pale shuleni ni wajue kwamba wako pale shuleni kwa msimu. Na wako pale kwa sababu tu ya masomo. Hakuna mambo mengine. Kwa hivyo ni wakaweze kuzingatia masomo na
wakati mwingine tena pia kama tukiangalia pale Dr. Agri ilianza na moto, sasa mpaka ikafikia mahali watoto wanapoteza maisha na kufa jamani. Maana sasa unasema kama si huo moto watoto wange fariki. Kwa hivyo ni watoto tu wakaweze kuzingatia masomo. Okay. Yes. Sasa unaweza kuzungumzia kidogo kuhusiana na hii graduation ambayo inakuja? Kidogo tuko fupi tukimalizia. Yes. Yeah. So tuko na graduation yetu ya VTCs, wale wanafunzi wetu ambao wamekuwa wakisoma kwa VTCs. Na nilisema tuko na 745 ambao watakuwa na graduate this Friday 28th March 2025. Graduation itakuwa pale Moi Stadium. Tunawakaribisha wananchi wetu wote wa Taita Taveta wakuje wakaweze kujionea. Haitakuwa graduation tu peke yake, wataweza pia kuona yale mafunzo ambayo huwa yanafanyika kwa hizi VTCs zetu. Kwa hivyo kama kuna wale watu wako na ile wasiwasi kwamba hivi vyuo hawajui ni nini kabisa kinaendelea pale, ni wakaweze kufika, wakaweze kujionea. Na kando na hiyo mgeni wetu wa heshima ama mgeni wetu mkuu wa heshima atakuwa ni governor wetu, His Excellency Dr. Andrew Mwadime Wakuja. Na kando na His Excellency Andrew Mwadime Wakuja, pia tuko na PS Shedrack Mwadime atakuwa pale, na nitaomba wananchi wajitokeze. Kando na hiyo graduation wakaweze kupata ule ujumbe kutoka kwa hawa viongozi wetu. Uligusia ukisema kwamba PS kuna wakati alikuwa anaongea mambo ya NITA, na niseme kwamba zile exams ambazo zinafanywa kwa hizi VTCs zetu ni exams za NITA. Ni exams ambazo zinapeanwa na NITA, National Industrial Training Authority. So tuko na 31 vocational training centers na ziko kwa wards. Najua kuna wards ambazo hazina, lakini kama kwa ward yenu hakuna VTC, kuna ile ward ambayo iko karibu na nyinyi na VTC iko nani hapo karibu. Kwa hivyo haimaanishi kwamba kama hakuna VTC kwa ward yenu basi huwezi kujiunga na zile VTC za ward zingine. Watu wanakaribishwa wakajiunge kwa hizo VTCs, na vile nilitangulia kusema ni kwamba kutakuwa na hizo exhibitions. Ama hao wanafunzi wetu watakuwa wanaonyesha yale mafunzo ambayo huwa yanaendelea pale kwa hizo VTCs, ama watakuwa wanaonyesha yale mambo ambayo huwa yanaendelea pale kwa VTCs zetu. Yes. Asante sana waziri, nimeshukuru sana. Pengine neno lako la mwisho kwa wasikilizaji? Kwa wasikilizaji mimi nitawasihi ni waendelee kutuunga mkono, waendelee kuunga viongozi wote wa serikali mkono. Manake vile gavana wetu anasema uongozi ni kuongozana. Kwa hivyo haimaanishi kwamba sisi ambao tuko kwa ofisi basi sisi ndo tunajua kila kitu. Kwa hivyo ni tuko wazi, tunakaribisha watu ambao wako na maono, ama hata kama uko na development partner ambayo unamjua sisi hatumjui, tunakaribisha ukaweze kutujuza kwa huyo development partner ili tukaweze kufanya naye kazi. Manake ni wananchi wetu wa Taita Taveta ambao tunawahudumia. Na kwa hivyo wakiwa wamehudumiwa vizuri, ndio nchi yetu ama kaunti yetu ya Taita Taveta pia itakuwa inafanya nini? Inaimarika. Itakuwa inaimarika. Yes. Wow, asante sana waziri kwa ajili ya kutenga muda wako kuweza kuwa na sisi katika mpango huu. Nafikiri kwamba wengi wameweza kuhamasika na wengi wameweza kupata mengi, hasa kutoka kwa ile kuwafafanulia mambo ambayo pengine walikuwa wanajiuliza maswali kama maswali baadhi ambao watu wameweza kuuliza pale. Nashukuru sana, tutakuita kwa mengi zaidi wakati mwingine yakitokea, tutaweza kuita hapa tuje tuzungumze mengi na zaidi waziri. Sawa, shukrani sana. Na mkuwe na wakati mwema. Asante. Haya, bila shaka tunamalizia mazungumzo yetu pale msikilizaji. Wacha waje pale waziri pale na kibao chake Bishop Mwamburi kinajulikana kama Chapcha.